Habari za jioni. I hope tuko poa. Yeah, so leo tunaangalia, I hope ninasikika, kama sisikiki you write on the chat. Leo tutakuwa tunaongelea kuhusu kanuni za uwekezaji kulingana na umri. Of course, personal finance ni personal, kwa hiyo sio kwamba una ulazima kwamba ufuate kile ambacho nakisema, lakini ni just a general concept of how people and also other advisors usually comment kwenye hili swala la kuwekeza according to age. Kwa hiyo hicho ambacho tutaki explore kwa ufupi. I'll share my screen. Okay. Sawa. Hii ni just a survey question ambayo nilipitisha leo asubuhi kuhusu kuwekeza kulingana na umri, na wachache walijibu ndio na wengi walijibu hapana, so I'll just take it kama ni overall survey ya watu wote ambao waliweza amini ambao wako kwenye group. Kwa kiujumla ni kwamba watu wengi wako kwenye hapana kuliko ndio. Kwa hiyo maana watu ambao labda wamejibu ndio ndio watakao benefit sana kwenye session ya leo. Swali ni kwamba tu, je, umewahi kujiuliza unawekezaje kulingana na umri ulionao? That is the question. Asa, maybe I'll just give a little background story of my own journey. Mimi of course nimeanza sana na kusoma na kutafuta, na kwa bahati nzuri nilikuwa exposed through my friend kwenye jamii mojawapo ya elimu ambayo inaitwa Personal Finance Hub ya Madam Fairness. You can check that on Instagram. And then from there ndo nikawa exposed to Rich Aunties community, ya Neema Chami, nikawa exposed to Let's Talk Finance ya Mr. Edmund na kadhalika. Kwa hiyo changamoto ambayo nilipata kwa kwenye this kind of groups on early on ilikuwa ni kwamba watu wengi ambao kwenye groups kama zile na wanachangia sana ni watu ambao walikuwa wana a huge income, like watu ambao wako kwenye 30s and everything, na mimi nilikuwa bado kwenye 20s just trying to explore myself. Kwa hiyo nilikuwa hivyo na invest like once a month, lakini nadhani kuwa kwenye such kind of communities kulinipush sana niweze ku work on my cash flow ili niweze kuinvest aggressively as other people ambao sasa hivi ndo tunaona labda kwenye social media portfolio zao zimefika B na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kama umri wako ni mdogo zaidi, it means una a better advantage ya kupambana, lakini pia una advantage ya time in terms of compound interest. Compound interest, it works miracles with time. Yani mtu ambaye ameinvest kwenye hizo asset kwa nguvu ile ile akianza at an early age anakuwa an advantage kuliko mtu ambaye amechelewa kidogo. Na kwenye kuchelewa kidogo of course inategemea. Kama mtu ambaye labda alianza a little bit late, labda kwenye 30 years, ina maana of course anaweza akaweka, ina maana lazima aweke mzigo mkubwa zaidi. Lakini ukianza kujidiscipline toka age yako ikiwa bado kwenye kama ni less than 20 au 20s, una better advantage ya kuendelea kuinvest aggressively na kupata compound interest ambayo ina maana na eventually kuweza ku scale kwenye issue nzima ya uwekezaji. Wakati mimi naanza 2023 around March, ilikuwa ni kile kipindi ambacho nadhani NMB ilikuwa ni shilingi 2,100 kitu if I'm not mistaken, na kwa kipindi kile niliona kubwa, lakini sasa hivi you're talking about labda 14,000. Kwa hiyo time works miracles in other ways. If you can start earlier, it means una advantage at any cost, lakini pia inawezekana kwamba kuwahi kwako ndo leo, kwa maana you're better off today than starting tomorrow. Tunakuja kwenye kanuni moja inaitwa kanuni ya 100 minus age. Kama hapa nilivyoandika hapa upande wa kushoto, 100 minus age. Kwa nini 100? Hii 100 walikuwa wanaitumia in the 1950s kwenye sana watu ambao wanafanya financial advisory, kwa sababu kwanza 100 inakuwa ni namba rahisi zaidi ya kufanya makadirio ya portfolio zima ya uwekezaji. Na hii 100 ni kwamba of course the younger you are, ina maana utapata namba kubwa zaidi, the older you are utapata namba ndogo zaidi. Na walitumia hii 100 kugawanya makundi mawili ya uwekezaji.
uwekezaji ambao unakuwa, ambao uko focused on capital growth, na uwekezaji ambao unatoa safe income. Uwekezaji ambao unakuwa unatoa capital growth, ina maana unaongelea vitu kama equities. Nikisema equities namaanisha hisa, lakini pia hata kuna mutual funds ambazo ni mifuko ambayo bei yake ya kipande inakuwa inaongezeka, yani any asset ambayo inakuwa inaongezeka in terms of value with time. Alafu that time pia ukija hapa kwenye some sort of like risky assets, ina maana pia unaongelea wewe mwenyewe pia unakuwa bado at an age ambao unaweza ukapambana, na hata kama loss ikitokea you can somehow fight to be able to overcome that loss. Kwa hii capital growth inakuwa much more emphasized at an earlier age. Na kama pia wewe ni mtu ambaye unafuatilia mitandao ya jamii na unafahamu Mwalimu Busara akiwa anafundisha, usually pia anasema kwamba young people invest, kwa sababu hiko ndo kipindi ambacho una nguvu, hicho ndo kipindi ambacho pia una advantage ya muda, kama ambavyo nimekwisha kusema awali hapo. Okay, alafu sasa tukija kwenye upande huu wa safe income, unaongelea assets ambazo zinakupa some sort of ile faida unakuwa unaipata on a time basis. Sema kwa mfano assets kama hati fungani ambazo wanakuwa wanatoa gawio, kwa mfano hizi treasury bonds wanakuwa wanatoa gawio twice a year. Kwa ina maana unajua kabisa ukiwekeza hela yako, of course minimum amount ya hati fungani usually ni 500k au 1 million. Kwa hiyo amount ukiiweka, unajua unapata ile kuponi mara 2 kwa mwaka, maybe tukisema mara 2 kwa mwaka tunamaanisha maybe February na July. February na July au January na June, some sort of hivyo. Kwa hiyo ina maana sasa hile inaonekana kama ni better kwa ajili ya watu ambao wana umri ambao unaendelea kuongezeka. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mtu ambaye ana age kubwa akianza kuwekeza kwenye risky asset, ina maana anaweza akapoteza huo mtaji, alafu ndo akawa naye maisha yake amepoteza, yani anaweza asiamke asubuhi. Kwa mfano nishawahi kutolea kwenye webinar zilizopita, ikatokea kwamba mtu amepata hela yake ya kustaafu, maybe anaita kiinua gongo, maybe probably mtu yuko 60, alafu anataka kuanza kuingia kwenye biashara kama kununua coaster na kuanza yani biashara ya usafiri ambayo hakuwahi kujua, hakuwahi kuexplore, hajawahi kujua ups and downs, hajawahi kukutana na changamoto. Bado pia na mtu ambaye atampa huo usukani na mtu atakayempa kwa huyo konda hajafahamu ni watu gani. Kwa mtu kama yule kesho na kesho kutwa akapoteza mtaji wake mzima, ina maana inaweza ikawa very disadvantageous kwake. Kwa ina maana bado inakuwa more emphasized watu ambao wako kwenye age kubwa wa focus kwenye assets ambazo zinawapa income. Alafu kama mnakumbuka kwa watu ambao labda walikuwa kwenye previous classes ambazo tuliongelea risk pyramid ile, ambao tukasema at the bottom level kuna financial security, alafu kuna level ya kuna income, alafu level ya 3 ilikuwa ni growth, alafu level ya 4 ilikuwa ni speculation. Tukasema kwamba at the bottom level kuna hizi rasilimali za kifedha kama fixed deposit, savings accounts, hizi yani zile ambazo ni short terms lakini pia ni very low risk, na return yake of course inakuwa ndogo, lakini aim inakuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtaji wako ufanya nini, haupotei. Alafu unakuja kwenye level ya kupata income, utakuja kwenye assets kama mutual funds ambazo zinatoa income, lakini pia na hatifungani ambazo zinatoa income. Unakuja kwenye level ya 3 ambayo tunaongelea sasa growth kama hizi hisa, na level ya 4 inakuwa kama speculation, kama kubashiri tu kwamba unawekeza haujui kesho itakuwaje, junk bonds na vitu kama hivyo. Sasa ukija sasa kuangalia na hii concept ambayo tunasema ya 100 minus age, ni kama vile the older you are, it means unatakiwa ukae ujitahidi uwe at the bottom pyramid, uhakikishe kwamba mtaji wako uko safe, usiupoteze, alafu pia ujitahidi kwamba upate income ambayo ndo like a second level. And then mtu ambaye labda ana younger age, anaweza akabashiri vitu kama kubeti watu wanafanya hivi, yani they don't mind lose, anasema kwamba they have nothing to lose. Au labda mtu pia ambaye ana pesa nyingi sana lakini anaona kwamba kuna prospect ya hicho kitu ambacho anataka kuwekeza nacho. Kwa hiyo tukija sasa kwenye groups za age ambazo pia niliziweka kwenye ile poster,
ni kwamba a younger age tunaongea sa 20s, of course kama utaanza less than 20 it's good. Na nafurahi kwamba kuna watu ambao they're reaching out to me wanasema kwamba wanaanza wawekezea watoto wao wachanga. Kuna watu ambao pia wanafungua portfolio za watoto ambao wakiwa wadogo, kufungua hizo uwekezaji mapema with the aim ya kwamba mtoto asianze from scratch. It's a very good thing, na huyo mtoto ina maana ana very big advantage more than us ambao tumejua hivi vitu ukubwani, kwa sababu shule tunakuwa tufundishwe bahati mbaya. Kwa ina maana huyu atafocus kwenye 20s to 30, atafocus kwenye capital growth, atafocus kwenye assets ambazo zitakuwa zinaendelea kuongezeka na kukua with time. And then tunakuja sasa kwenye ili kundi sasa, labda ametoka 30s yuko 40s, atakuwa yeye anaangalia growth inatakiwa kuendelea kuwepo. Sio kwamba mtu utoe mzigo wako mzima kwenye capital growth upeleke kwanza uanze kutoa income. Inakuwa advice kwamba growth inaendelea na income sasa inaanza kuanza ku make sense. Kwa sababu gani? Inawezekana huyu mtu anajiandaa na nini, na kitu inaitwa retirement. Of course retirement iko much more applicable kwa watu ambao wanakaribia kufanya nini, kustaafu, au watu ambao wanafikiria kitu kama kustaafu. Kwa kwenye upande wa income kwamba rasilimali ambazo zitakupa return, unawekeza kwenye rasilimali ambazo zinakupa return, lakini pia your capital is fanya nini, is safe. Kwa ina maana hapo unakuwa una win-win situation. Unakuwa una portfolio yako ambayo ina growth, lakini pia unakuwa kuna income ambayo unakuwa unaipata bila wewe kufanya kazi actively, ambayo inaitwa passive income. Nadhani wengi wenu utakuwa mmeisikia. Tukija kwenye swala la retirement planning, sijawahi kumguide mtu kwenye retirement planning, lakini najua I know 3 people ambao they are doing this actively to other people. Kwanza kuna Mwalimu Busara mwenyewe ambaye pia anafanya hata retirement sessions kwa watu in the corporate level. Kwa ina maana kama ni mtu ambaye personally unahitaji huo msaada hicho ndio unachokitaka, yeye anakuwa the right guide. Lakini pia kuna platform ya Personal Finance Hub, na yenyewe anakuwa na retirement, yeye anachukua kwa cohort, anachukua kwa batches, anakuwa na watu anachukua kwa misimu tuseme, don't remember how many cohort, lakini anakuwa anachukua kwa awamu. Yeye na maana anatoa like dedicated time na course kwa ajili ya mtu ambaye anatafuta kufanya retirement. Na hii retirement session ya Personal Finance Hub ni kuanzia 18 years old. Kwa hiyo sio kwamba paka mtu 40 or something. Lakini pia kuna Rich Aunties Community ambao ni Neema Chami, ambaye mwenyewe it's part of her journey, kwamba alianza kazini and then akataka kuacha. Aliachaje? Alikuwa anajenga portfolio yake vipi, na kitu gani alijiandaje kwenda kuanza mini retirement yake ambaye ameanza last year I believe. Kwa hiyo hapa ndo kwenye upande wa 40s to 50s. Tunakuja kwenye 50s plus sasa, ina maana your ages nani mkubwa zaidi, umri mkubwa zaidi, sisi tunakuwa tuna focus kwenye capital safety. Lakini pia hapa sijakiandika na income pia, yaani kwamba uhakikishe kwamba ule mtaji wako umepata na ni mtaji wako uko salama, lakini pia unapata hiyo income sasa ambayo ina replace ile active income ambayo ulikuwa unaipigania for so many years. Kwa ina maana kwa mtu ambaye anataka safety yake na bado anataka income, assets kama hati fungani zinakuwa zina make more sense, na especially the safest assets ambazo zinajulikana ni treasury bonds, hizi bondi za serikali, kwa sababu as we know bonds kwanza zina ratiba, kwa so kwamba kwamba pesa yako itachukuliwa, itamezwa, kutakuwa kuna nini inaitwa auctions nyingine ambazo zitacompensate for that money ambayo watu wengine watakuwa wanaipata at the end of that time. Yes, kwa concept nzima generally ya kuhusu kuwekeza kulingana na umri ni kujitahidi kujenga portfolio ambayo kwa umri wako kwanza it has to be comfortable na jinsi ambavyo wewe mwenyewe umeamua kuwekeza, na kwamba pesa yako pia isipotee, ufanye na risk assessment ya assets ambazo utakuwa unawekeza. Kuna vitu muhimu vya kuzingatia, nimeviandika generally, lakini I hope vitaweza kusaidia in one way or the other. Ya kwanza
ni kwamba this 100 minus age ni general rule of thumb. As I said in the very beginning, kwamba personal finance is very personal. Kwa ni concept tu ambayo as I explained ni kwamba the younger you are, the more risk you can take, na the older you are, the more you need your money to be safe, na the more you need also hiyo income ambayo itakuwa inakuja according to jinsi ambavyo utakuwa umejipangia. Lakini pia the second point ni kwamba risk of loss imezingatiwa kwa mtu mwenye umri mdogo zaidi, kwamba risk kidogo imekuwa higher kwa mtu ambaye ana umri mdogo zaidi. Lakini cha tatu ni issue ya cash flow problem. I do believe kwamba wengi wetu tungetamani sana kusave pesa nyingi na tungetamani sana kuinvest pesa nyingi, lakini mchawi mara nyingi anakuwa ni income yako. Je, income yako ina support wewe kuwa na those big ambitions za kufanya saving na investment? Kwa wale watu ambao mtu ambaye ana cash flow problem au mtu ambaye ana cash flow problem, just few things hapa nimevi note, they can't be all, kwa sababu kila mtu ana haiba yake, kila mtu ana ujuzi wake, kila mtu ni professional wa namna tofauti tofauti. Labda wewe bado hujafika kwenye ngazi ya professionalism, lakini ni mwanafunzi. Kwa we have different talents, we have different skills, we have different ambitions, lakini cash flow problem ni issue ambayo unaweza ukaisolve with time kama utasharpen your skills, yani kwamba kile kitu unachokifanya uendelee kukifanya vizuri zaidi. Yani iwe kwamba mtu akifikiria tuseme, how should I put it? Okay. Kwa mfano mzuri, labda keki. Mtu akifikiria kuhusu keki anifikirie mimi. Yani you sharpen your skills in a way ambayo you know kwamba you have good reviews of what you're doing, like ile huduma ambayo unakuwa unaifanya au hata kazi ambayo unakuwa unaifanya. Of course you can move from just being employed to making your skills also be known to other people, kwamba unaweza ukafanya outside tasnia, eneo la ofisi ambalo upo. Sio kuhusu kufanya kazi ambayo labda inakuwa ina conflict of interest na mwajiri wako, kwa sababu hiyo na yenyewe inaweza ikakuharibia, lakini yani wewe expertise yako hiyo inajulikana. Brings me to the second point of making yourself known. Be known for what you can do and you can deliver it with excellence. Mtu awe na uwezo kutafuta kwamba akiwa na shida fulani akutafute wewe. Lakini pia ya tatu, solving people's pains. Mara nyingi labda tumezoea maisha ya autopilot, labda kwa mimi ambaye bado nimeajiriwa, ushazoea tu kwenda kazini rudi nyumbani ulale, kwenda kazini rudi nyumbani ulale, lakini you are not sharpening your skills, you're not making yourself known. At the end of the day, inawezekana kwamba kuna watu ambao wako around you wana a certain kind of pain, wana a certain kind of challenge ambayo expertise yako ingesolve, lakini you're not able to. Ina maana wewe ni kama vile unapishana na hela. Yani you could be helping someone at a price, lakini you're not being able to do so. Lakini pia tena kwa watu ambao unakuta wanafanya hizi freelancing or maybe you're starting your own venture, it will take time kiuhalisia. Unaweza ukafikiria ni kama vile kupanda mti, you're not expecting to get fruits just in 1 week, or it may take time. Lakini sasa that kind of patience, how are you exercising it? Yani patience sio kuzubaa, patience pia ni kuendelea kuangalia alternatives za kuweza kutoka vizuri. Lakini to surround yourself with hungry people. Yani wewe psycho yako, I'm not saying kwamba you should leave your companions, lakini yani una watu ambao wako around you ambao wana matamanio kama yako au wanataka vitu ambavyo kama unavitaka wewe, kwa sababu hao watu ndio wanaweza kukupush kuweza kuenda extra mile na kusolve your cash flow problem. So that's the part of cash flow. And then tunakuja kwenye starting young is an advantage, kama hivyo ambavyo nimeshahubiri sana. And then next ni to invest aggressively to retire sooner. Yaani kwa mtu ambaye, tukirudi hapa kwenye slide yetu ya juu, kwa mtu ambaye labda anataka kuinvest heavily ili baadaye aje apate income substantial inayoeleweka, ina maana huyu mtu lazima at the end of the day lazima uinvest aggressively. Yani I always tell myself and also tell other people kwamba as much as a financial educator can preach to you about saving and investing, cash flow, you have to have that cash flow ambayo inaeleweka. Yani hiyo haikwepeki unless kama you are already content with the little that you can do. Kwa ina maana tukirudi hapa kwenye kuinvest aggressively,
ina maana tunaongelea tena kwenye swala la cash flow problem kwamba lazima usolve that part. And then tunakuja kwenye kuassess investment risks. As I said kwenye webinar ya risks kwenye uwekezaji, kwa mtu ambaye hakuparticipate kwenye hiyo webinar anaweza akaiangalia kwenye YouTube. The handle is Gracing Money, the same brand name. Hii hapa juu. Tulisema kwamba a higher risk can give you a higher return, lakini it's not for you to make a reckless decision kwamba mimi nifanye tu maamuzi ya kwamba kwa sababu nimeambiwa high risk high return, kwa hiyo high risk itanipa high return. Hiyo utakuwa unajidanganya wewe, and you cannot blame anyone later. Kwa bado you're supposed to assess investment risk, kujifunza kile kitu ambacho unataka ukifanye, lakini pia kuhakikisha kwamba hela yako inaenda sehemu ambayo hakutakuwa kuna risk free investment, lakini wewe unaelewa risk ambayo unaenda kuingia. And then tunakuja kwenye hii point ya second last hapa, automating savings and investment, ambazo kwa wale watu ambao hawatakagi visingizio, mimi mwezi huu nilisahau ku save, mwezi huu nilisahau ku invest. Kuna hizi ways za kuweza ku invest automatically, yani kwamba unakuwa umelink na bank account yako, inakuwa inajua tarehe fulani inakata shilingi fulani inaenda huko, inakata shilingi fulani inaenda huko. Kwa ina maana wewe unakuwa hauna kisingizio. Hata kwenye webinar ya M-Pesa, Mwekeza ambao tuliifanya a few weeks back, na yenyewe recorded iko kwenye the YouTube handle, na yenyewe ulikuwa kuna option ya kuweza kusema kwamba kila muamala wangu wa M-Pesa ikate kiasi fulani, au kila siku fulani ikate kiasi fulani. So if you automate, ina maana you have less excuses, kwa sababu goal iko pale pale, kwamba you're saving and investing for your future. And the last point hapa ni the key is to start today. Yani mimi leo I'm younger than I'll be tomorrow. Kwa hiyo hata kama kwa macho ya watu wengine au kwa masikio ya watu wengine utakuwa unajihisi umechelewa, bado ina maana wewe leo yako ndio umewahi. The more unachukua kufanya maamuzi wakati umeshajua, ina maana wewe unakuwa unafanya nini? Unajichelewesha mwenyewe, na kwamba hakuna mtu ambaye kwanza journey zetu hazitofautiana, safari zetu za kifedha zinatofautiana. Wengine they'll make it sooner, at a younger age, wengine haya, lakini cha muhimu ni kwamba je, wewe hiyo point ulionayo katika maisha umeridhika na? That's the most important part ya kuhusu hizi issues za finance. So tunakuja kwenye kipengele chetu cha pendo cha Q&A. Kama maswali yapo, kama hayapo, it means I'll rest early. Lakini nimeandika hapa kwamba you are younger today than you will be tomorrow. Sikuwa na any pending questions last week, so it means I'll just be receiving new questions for now. Na kwa wale ambao wangependa like a personalized coaching ya kuhusu akiba au kuhusu kuweka kuhusu hisa, I will share again my price list, and you can start that journey with me. So at this time I'll take your questions kama zipo. Kama nitashindwa kuzijibu pia I will let you know kwamba nita research. Uzuri ni kwamba pia participants wako vizuri. Kuna participants ambao they know these things, kwa hiyo wale ambao wataweza kupata majibu hapa kupitia kwa audience, that's also very welcome, kama una majibu sahihi, lakini kwa sababu hatukutoshane, wote tunajifunza. Yeah, so slowly I'll open the chat. Hello. Okay. Hello. Nitaomba maswali yetu tuyaandike, because tukiwa wengi hivi alafu tukiuliza kwa sauti itakuwa changamoto. Yes, yeah. Okay. Kuna mtu anaitwa Jota Best anauliza anapataje hizo notes. I can share them on the group, on the GM Free community right after the session, and the recorded YouTube video will also be on the on YouTube a few hours later. That is Jota Best. Alafu kuna Julius Ngoipa anaomba kuuliza swali, naomba uliandike Julius. Haupo kwenye group. Okay. Sasa nikisema niende kwenye WhatsApp yangu nitakuwa na okay, I'll write your number. Okay, thank you. Na mimi nimekuandikia my Halotel number, so you can just text me alafu directly utapata the link.
Alafu kuna David anasema kampuni gani nzuri za kuwekeza kwa sasa ukitoa hizo za banki. Hili swali ambalo kiuhalisia as an educator natakiwa niepuke kulijibu kwa sababu you have to analyze kwanza kampuni, at least ulielewe ile kampuni linafanya biashara gani. Kwenye DSE kuna makampuni 28, 22 ni haya local na 6 ni cross listed. Kwa hiyo of course apart from the banking sector kuna manufacturing, kuna financial services ambazo sio banks, kuna nini inaitwa nyingine, kuna consumer retail. Hizo sectors zote zipo, lakini to tell you which company before even knowing its health, financial health ikoje in terms of fundamentals, kwamba principally nini zinaitwa qualitative and quantitative zipo vizuri, nitakuwa na kuonea, afu kesho unaweza ukanitafuta nimeshahama nchi, so it will be good kama ukaweza kupata elimu ya namna ya kuchagua kampuni nzuri ya kuwekeza. Kampuni nzuri zipo, manufacturing zipo na hizi sectors nyingine, lakini please get the right knowledge ili tusilaumiane baadaye. And then kuna Precious anasema I joined late, naomba urudie kwenye kipengele cha kuwekeza kwa umri. Kuwekeza kwa umri, I'll just reverse the slide up, siwezi nikasema naanza upya, but tuliongelea kwamba the younger you are, you focus on the capital growth. Sio kama ni dhambi kufocus kwenye assets ambazo zinakupa income, lakini you will be focusing on kukuza mtaji. And then ukija kwenye issue ya nini, the older you are, it means you are protecting your capital. Lakini pia hapa chini nikasema nimesahau kuandika kwenye upande wa 50 kuna capital na income pia, kwa sababu ina maana kama ulianza aggressively huko tayari utakuwa umepata income maybe in form of kama ni hatifungani, form of coupons, kama ni mutual funds pia zipo ambazo zinatoa hata kila mwezi. Kwa hiyo utakuwa una focus kwenye make sure kwamba mtaji wako uko salama, lakini pia kupata income ambayo ita replace your active income. Yani kwamba at this age you're probably working actively, umri unakuruhusu, muda unakuruhusu, kwa hiyo unakuwa sasa unajenga hizi assets ambazo zinakupa capital growth, lakini zenyewe zinakuwa zina income. Kwa mfano hata hisa hizo zenyewe zina income ya dividend, ukiachana tu na capital growth. Kwa hiyo the older you are, you focus on capital safety, lakini pia na income, na sio kwamba hautakuwa una any growth asset, hapana. Yani hapa nilichokiandika chini sio sheria, sio Biblia wala msafu. It's just a certain of focus. Lakini pia tukaongelea kuhusu risk pyramid, kwamba risk pyramid ina speculation juu na ina financial safety chini. So it means the older you are, you want to make sure kwamba your capital is safe, lakini pia kwamba you also get that passive income, which you can still get hata ukiwa kwenye hizi assets ambazo zina capital growth. I hope nitakuwa nimejibu hilo swali. Nimeona na hizi numbers nyingine ya David, ya Edward ambazo nitaziingiza kwenye nita text or you can text me back. Narudi kwenye slide yangu ya Q&A. Zabron anauliza ni asilimia kiasi gani mtu anatakiwa kuwekeza kati ya 20 to 30 na ni sehemu gani ya mtu anatakiwa kuwekeza. So hapa 100 minus age ni kwamba kwa mfano mimi am 29. Kwa hiyo 100 minus 29 hapa napata ngapi? Napata 71, si ndio? Kwa tentatively mimi 71% yangu nitaifocus kwenye capital growth. That is just tentative. Naweza nikaamua hata 90. Yani I can do more. Lakini minimum 70% I can invest it kwenye capital growth. Alafu hii 29% nyingine ikaa kwa ajili ya safety au income. That's the way to explain it. Sorry niliruka that specific thing. Kwa hiyo ni kwamba kama ni 100 minus 40, you can put your portfolio 60% kwenye growth na 40% kwenye safe income. Yes. Kwa hiyo kwenye asilimia you can take it that way. Kwa hiyo kwamba 100 minus your age percent utakayoipata utaprioritize kwenye itakuwa ni ya growth, alafu kinachobaki kinakuwa kinahamia hapa. I think I would have better explained it kama ningekuwa nimeandika kabisa the ages. So I hope hilo swali nimeliruka.
Lukman anasema anaomba kujiunga na group. Lukman, nitaomba uandike namba yako and then I'll text you, or I can text again my number, and I'll write up a Grace. Yeah, then you can put it there. Alafu yeah, thank you Mary kwa kusaidia kujibu swali la David ambayo ilikuwa inasema kwamba kampuni gani nzuri kuwekeza kwa sasa inatoa hizo banking. Akasema kwamba inahitaji ufanye analysis fundamentals ili uweze kuelewa na chagua. Yes, kwa sababu essence ni kwamba huwa una longevity katika, yani kama wewe ni mwekezaji wa muda mrefu, huwa kuna longevity ya hicho kitu ambacho unakiwekeza. Of course kama you are a trader unataka tu ufanye kitu cha chap chap, that one we cannot comment, lakini kama unataka kuwekeza for the long term, ina maana you have to make sure kwamba the company that you choose is safe, your capital is safe, lakini pia itakupa na hiyo growth tentative. Of course we don't know what will happen tomorrow. Yes, David anasema naomba nieleweshe kuhusu dividend yield, ina affect vipi dividend? Okay, dividend ni gawio as you might already know, au labda kwa mtu ambaye hafahamu, lakini dividend yield, what I know, somebody can correct me in the chat, ni kwamba ile dividend tunayopata in correspondence na share price ambayo inakuwa ya hiyo hisa at that time. Kwa mfano labda say na dividend yangu ya shilingi 900 alafu hisa yangu ni shilingi 3600, it means I have like a 1/4, like 25% dividend yield, which is very high. Tutamshukuru Mungu kama tukifika huko. Yes, so dividend yield ni correspondence ya dividend unayoipata per share na share price ya hiyo hisa husika unayoongelea. Mike anasema kwamba let's say nina age 25, nikichukua 100 minus 25 is equal to 75, do you mean natakiwa niwekeze 75 ya income yangu au nimekula vibaya? I think I explained this kwa yule mtu ambaye pia aliniuliza almost the same question, ni kwamba that 75% that will be like your tentative minimum kwenye upande wa growth, kwamba ina maana wewe kama ni 75% you are investing heavily on growth, and then your 25% you can put kwenye assets ambazo zinakupa income, lakini bado tukasema kwamba the younger you are you can surpass hiyo 75%. I hope nimeweza kuclarify. MG anauliza ni nini fundamentals za msingi kwenye hisa. Tukisema fundamental analysis tunamaanisha kwamba kama neno lenyewe linavyosema, fundamentals ya maana ni kama vile ni vitu vya muhimu. Kwa tunaongelea sio lazima ziwe ratios, aspects ambazo zinaweza zikadetermine au zinaweza zikaashiria kwamba hiyo biashara ulioichagua kuwekeza qualitatively, kwamba kwa upande wa ubora ni nzuri, lakini kama ukianza kudeal na numbers, ina maana unaongelea quantitative in terms of kwamba performance yao wenyewe in house, kwa sababu kwenye uwekezaji kuna reports ambazo zinakuwa zinatoka every quarter and every year. Kwa inaweza yani kama you have the right hizo quantitative ratios, you can see kwamba profitability yake ikoje, upande wa madeni ukoje, cost to income ratio, yani kwamba cost zake za kuendesha biashara versus income inayopokea ukoje. Hivyo ndio vitu ambavyo tunaviita fundamentals. Tunavyoviita qualitative na quantitative analysis ya kampuni ambayo unakuwa unawekeza. Kwa kama ulivyosema yenyewe, fundamentals ni almost the same as kusema msingi. Kwa ni vile vitu ambavyo ni viashiria either in terms of quality au quantity, ambavyo vinaweza vikakuonyesha kwamba biashara hii inafanya vizuri. Kwa mfano kwa upande wa kwa upande wa quality, uongozi ambao uko kwenye hiyo biashara unakupa wasiwasi au uko credible, na ndio maana hata kampuni kubwa au taasisi kubwa zikiwa zinabadilisha uongozi zinatangaza viongozi hao wapya, kwa sababu wanatangaza na CV yake au mtu na background yake ametoka wapi, ambayo inakuwa pia inaonyesha kwamba huyo mtu yuko vizuri katika kusema kwamba anaiendesha hiyo biashara to profitability, which means kama biashara iko profitable inawapa investors faith kwenye hiyo biashara husika, na wanakuwa wanaweza kufanya nini? Investors wanakuwa motivated kuweza kufanya nini? Kuinvest.
Julius anauliza, anaomba kupata uelewa kuhusu namna bora ya kuwekeza na makampuni bora ya kuwekeza, hasa hizi za UTT AMIS, bonds, hisa na wengine. Yaani hapa tunaweza tukakesha wiki nzima, lakini generally ni kwamba hizi zote, kwa mfano hizi UTT AMIS ni mutual funds, maana ni collective investment schemes. Bonds kwa Kiswahili ni hati fungani, ambao as I've explained before, kiufupi kwamba ni kama vile unakopesha taasisi au unakopesha serikali kwa ajili ya kupata interest, kwa ajili ya kupata nini inaitwa kuponi, ambao ndo inakuwa kama return au faida ya uwekezaji wako. We'll talk about bonds a little bit kesho, kwa sababu webinar ya kesho inaongelea kutofautisha bonds na bond fund, na hisa pia ni nini, ni another tena group of assets. Kwa sasa kuomba kupata uelewa kuhusu hivi vyote vitatu, yani it's very extensive, lakini generally tu ni kwamba kama tukiongelea tu capital growth na safe income hapa, UTT AMIS ina mifuko ambayo inatoa capital growth, lakini ina mifuko ambayo inatoa income. Alafu bonds zenyewe ziko kwenye upande wa income sana sana, na hisa na zenyewe zikatoa both of them. Both of them in what way? Tumeongelea hapa dividend just a few minutes ago. Dividend yenyewe inakuwa inatokea mara moja kwa mwaka, kwa hiyo inakuwa kama ni income yako, lakini pia in terms of growth, ina maana kama umechagua kampuni vizuri na umewekeza, you'll get that change in share price ambayo itakuwa imekuwa from a certain degree to a certain degree. Kama share price itakuwa imepungua, hiyo inaitwa capital loss, which is also your loss. Ina maana bei yake imetoka juu imeenda chini. Okay. Julius anasema, Madam, nashukuru sana, kwanza ni mara yangu ya kwanza kujiunga na hii course, karibu. Anaomba kuuliza swali la msingi, niwekeze sehemu gani hasa kwa sasa? Anasema yeye bado ni mshamba kidogo kwenye uelewa mambo masuala ya UTT pamoja na other investments. Unaanzaje sasa? Okay. Na website ambayo nimeandika basic questions ya aina hii, nimeandika kwa website kwa chini. Kwamba nimeelezea introduction to almost everything. Na if I just tell you how I wrote the blog, ni kwamba nilienda kwenye pages za financial educators ambao nawafollow, nikaenda kwenye comment sections, nikatafuta maswali ya watu. So that's how I asked questions. Kwa maana maswali mengine yanakuwa ni marahisi kujibu kwa sababu tayari najua ni maswali ambayo watu wanauliza. Kwa hiyo if you are beginning na you just want like general free knowledge, you can start from my blog. Lakini kama unataka personalized, you can approach me for coaching. Yes, kwa sababu it's expensive. I mean it's extensive as I say. Mary, nashukuru kwa kumsaidia kujibu. Anasema kwamba I would advise upate elimu ya uwekezaji kwanza, itakusaidia kuamua pa kuwekeza kulingana na kipato chako. Thank you very much Mary. Yes. Is there any other question? Kuna mtu MG anauliza kama PB ratio ni 3, je, ni salama kununua hizo hisa? Ni ngumu kufanya maamuzi ya uwekezaji kwa kutumia ratio moja, sababu zipo nyingi, lakini from what I know price to book ratio ni kwamba ikiwa less than 1 ni kwamba it's a bit at a discount, alafu ikiwa at par inakuwa ni equal to 1, ikiwa more than 1 inakuwa more expensive than its books. Lakini sio kwamba kampuni ukiona tu ina PB ratio ya 3 basi usinunue hisa yake. Inaweza ikawa ina PB ratio ya chini zaidi. Of course ina maana ikiwa ina PB ratio kubwa sana, there are questions to ask. Lakini sio lazima kwamba PB ratio ikiwa more than 1 au ikiwa 3 basi usinunue. Inawezekana PB ratio ni 3, lakini kuna factors nyingine ambazo zimepelekea hiyo hisa yake kuwa kubwa, lakini pia inawezekana kuna ratios nyingine kama labda return on equity ambazo ziko vizuri zaidi, yani iko vizuri, au labda madeni yake haina madeni au ina madeni machache. Kwa hiyo it's difficult to make a decision using only one ratio kama hiyo PB ratio. Julius anasema asante sana. Okay, thank you too. Yeah, nadhani maswali yangu kwa sasa hivi yanakuwa yameisha. Kama kutakuwa kuna swali nyingine, you can kindly share it in the group kwa numbers ambazo mmeniandikia hapa.
I will text you kama bado utakuwa hujani text. Okay. Kuna mtu ameuliza kirefu cha PB ratio ni nini? Kirefu cha PB ratio ni price to book ratio, ambayo inalinganisha bei ya hisa na thamani halisi ya vitabu. Thamani halisi ya kitabu yani thamani halisi ya kitabu as in zile financials zake kama zenyewe. Kuna mtu ameuliza cash flow means cash flow. Mbona kama neno lenyewe linaji-explain cash flow. Yaani kwa mfano kama unaongelea what is cash flow in terms of kwenye financial statement, hapo maana unaongelea kwamba kwa sababu kampuni inawezekana kwamba ina matumizi ambayo hela haijatoka, au kampuni inawezekana kwamba ikae na mapato lakini ambayo hayajaingia lakini ni mapato. Kwa maana cash flow inasaidia tu kujua kwamba kwenye that financial statement, kwenye financial positioning ya kampuni, je, cash halisi ni kiasi gani? Cash halisi ambayo inatokana na labda operational activities, yani cash ni ngapi? Yaani kwa mfano mimi naweza nikasema kwamba labda umenipa 100,000 lakini hujanitumia 100,000. Kwa maana hiyo 100,000 naweza nikasema ninayo, lakini in reality sina hiyo cash. Kwa kama swali lako ni kwamba cash flow statement inakuwa yenyewe inaelezea tu kwamba cash positioning ya cash literally kwenye biashara compared na tu vile ambavyo vimekuwa viko recorded as income peke yake na expenses peke yake. David anasema tunaomba recorded tupate mada za mwanzo. Yes, I'll share the YouTube link kwenye group. Kuna swali hapa lilikuwa limeliruka la Lukelo, anasema talk a little bit about technical analysis please. Sasa hii ni kitu kirefu sana. Anyway, yani technical analysis ni kufanya analysis kwa sababu analysis ziko 3 mainly. Kuna fundamental, technical na sentimental. Kwa technical ina maana unatumia ile mwenendo wa bei ya hiyo hisa husika kuangalia kama, nikisema kuangalia kama ndo analyzing yenyewe kwamba if that company is tuseme ina perform vipi based on mabadiliko ambayo hiyo bei yanaendelea sokoni, volatility ambayo it's a normal thing kwenye upande wa kama unaongelea hisa kama hisa. Kwa hiyo yenyewe ni analysis ambayo inatumika kutumia share price movement ya hiyo asset husika. Yes, I think I'll call it a day for today. As I promised ni kwamba I'll share the recorded. Kama sio leo usiku, basi kesho asubuhi. Naona leo sina swali ambayo na kiporo. Kama kutakuwa kuna mengine, you can just write it on the group and then we'll address it kabla tujaanza Q&A tomorrow. Thank you so much for participating in today's webinar. Kuna jina hapa naliona zuri. Mwalimu Busara, is it you in the webinar? I'll be honored to let you speak. Ndio mimi. Oh, thank you very much. Today we have a special guest and you did not even inform me. Ningekutambulisha mwanzo kabisa nikakuacha na session. Karibu, you can address the audience please. Jamani, we have a special presence of Mwalimu Emilian Busara. So let's listen to his wisdom a little bit before we call it a night, and thank you for joining. Karibu mwalimu. Asante, nikupongeze kwa session nzuri uliyoifanya. Mimi nilijiunga tu kwa ajili ya kujifunza, kusikiliza. Umefanya kazi kubwa, kazi nzuri. Umetufundisha jinsi ya kuwekeza na kuangalia umri na mambo mengine mazuri. So sikuwa na cha ziada unless kama nyinyi mtakuwa na swali, lakini lengo langu kubwa lilikuwa kujifunza. Nimejifunza. Niliona tangazo lako kwenye magrupu mengine, so nikasema walipotuma linki nikasema let me try to join. Utanisamehe kama nimezamia, sikulipia kwa sababu niliona kwenye other groups kwamba jamani anataka kujiunga jiunge. Kama kuna malipo utaniambia, nitalipia kwa sababu sitaki kudandia treni ya SGR ama kupanda ndege ATC Dreamliner bure. Nataka nilipie kabisa bila shida yoyote. So asante, nimejifunza na
kwa kweli sina cha kusema, labda kama wewe Asante. unataka kuniuliza ama unatakiwa Hapana. kujieleza, lakini you did a good job, keep it up. Na tunafurahia sana tukiona warembo wana take active role kwenye kufundisha. Kwa hiyo continue to teach, na Thank you. ukihitaji useme yote ambayo maybe unahisi tunaweza tukashirikiana, I'm more than willing, but today nilikuja tu kwa ajili ya kujifunza tu basi. Okay, thank you very much for honoring us with your presence. Jamani, for the next 5 minutes you can even ask those very hard questions ambazo siwezi kujibu because mwalimu yupo. At least I have backup. Yes, kuna mtu ameuliza why nowadays treasury bonds are oversubscribed 3 to 5-fold every auction. I'll just nitalijibu kwa namna ya rahisi, alafu mwalimu Busara anaweza akamalizia hapo. Mi naona because there is money in the market and people are hungry to invest, na kama hivyo tunavyojua kwamba bonds zinatoa income, of course invest sio watu tu binafsi, hata taasisi, lakini I do believe ni kwa sababu there is liquidity, yani kwamba kwenye upande wa pesa sokoni watu wana pesa na wanataka kuinvest na kupata hiyo income in return. I don't have a very difficult way to answer this question. Labda kama naweza kakuruhusu mwalimu Busara ukachipi hapa kwenye upande wa oversubscription ya treasury bonds, why are they oversubscribed in every auction? Yeah, nimeona na mimi recently kwenye minada kama 4-5 kumekuwa na massive oversubscription, na kwa mara ya kwanza tumeanza kufikia viwango vya trillion. Yes. Nafikiri last time ilikuwa is it 1.3 trillion or 1.5 trillion, era ambazo serikali wamechukua it was like 200 billion, so over 1 trillion shillings zimerudishwa ama hazikuchukuliwa kwenye mikono ya watu. Kama ulivyosema, namba moja ni saini kwamba watu wana hela. Namba 2 ni saini kwamba watu wana kiu ya kuwekeza pesa kwenye sehemu ambazo wanahisi zinawalipa. Namba 3, ile rejection ni ishara kwamba serikali ina pesa ama inajitahidi kuhakikisha kwamba haiongezi deni lake kubwa la taifa kupitia treasury bond. Kwa hiyo it means wana other sources, probably increase of taxes kupitia TRA, revenue collection. Kwa hiyo why should they come and borrow if they have more money from the Tanzania Revenue Authority? Lakini indication ya 4 ni kwamba serikali inaona kuna uwezekano watu wakafanya shughuli za uzalishaji, either manufacturing or provision of service or trading, kuliko watu kupata faida kutoka kwenye business activities. So ina reject purposely so that we can go back and build our economy. Lakini hiki kitu nafikiri implication yake ya 5 ni hii tunaiona kwenye soko la hisa. Bei za hisa zinapanda. Kwa nini? Wanaopeleka hela kwenye bondi wanarudishiwa. Kama wamerudishiwa, where should they put their money? Wanarudi tena huko kwenye hisa. Wakirudi kwenye hisa, ndio unakuta bei ya hisa inachangamka kweli kweli, inakimbia kwenda juu, kwa sababu kule ambako watu walitegemea kuingiza 1 trillion, hiyo 1 trillion haijapokelewa. So ni kama vile kuna simba mkali mwenye njaa anapita mtaani, atakachokikuta anaweza akakitafuna bila kujua bei yake ni kiasi gani. Kwa hiyo pengine tunavyoona bei zinapanda sana na soko liko super active, it could be the rejection ya hizi trillions of money, ili kupush money iende kwenye productive activity rather than passive activities. So that is what I could say, lakini umejibu vizuri sana, asante. Okay, another swali amesema kabisa ni la kwako, ameandika kwa herufi kubwa. Amesema kwamba nini cha kuzingatia kwenye uwekezaji ukiwa kama kijana miaka 30? Nini cha kufanya na nini cha kuacha kufanya? Kwa hiyo wakati nalijibu hili mwalimu Busara, tarudisha kwenye kile slide changu and then
you can help us answer Zaburoni. Hili swali umelijibu vizuri sana. Mimi nimeangalia hii slide na nikaikuza kabisa. So kwa kijana, fuatilia hiki ambacho alichokisema Mheshimiwa Blessing Mane. Alisema wazi kwamba kwa kijana chukua umri wako alafu chukua 100, toa umri wako. Hiyo formula aliweka hapo. So kama kijana una miaka 25, then ukichukua 100 ukitoa 25 utapata 75. Hiyo 75 ndio asilimia ambayo utaiwekeza kwenye vitega uchumi ambavyo vina some element of minimum risk au moderate risk, kama hisa, kama biashara. Uweke hizo pesa huko. Zile pesa, nimeona kuna mtu mmoja ameuliza swali, je, ni mapato yote? Sio mapato yote. Kama unapata shilingi 100,000 alafu umetenga 10% kwa ajili ya kuwekeza, manake utakuwa na shilingi 10,000 katika 100,000 kwa ajili ya kuwekeza. Sasa hizo shilingi 10,000, 75% ambao sawasawa na 7,500, nenda kawekeze kwenye hisa ama sehemu za uzalishaji ama biashara. Alafu 15% tu ama asilimia ambayo haizidi 25 ndio ile nenda kaiwekeza huko sehemu nyingine, ambapo kwa mfano wetu ile 10,000 ukitoa 7,500 utabakia na 2,500. Hiyo 2,500 ndio nenda kawekeze sehemu zile ambazo ni much more safer. The logic is very simple. Wewe unahitaji grow your capital. Hiyo hapo aliyoiandika hiyo capital growth, hiyo ndio key. Unahitaji kukuza pesa zako, unahitaji kuongeza thamani ya pesa zako. Huhitaji mapato ya kila siku, kwa sababu kama kijana tunassume hujajijenga kiuchumi, hujajijenga kifedha, hauna pesa nyingi. Pesa huwa hazitoshi, lakini wote tunajua kabisa watoto na vijana hela zao ni ndogo, japo wana makelele mengi. Watu wenye pesa ni watu wazima watu wazima around huko kwenye miaka 40 huko kwenda juu, ndio unakuta watu wanakuwa na hela nyingi zaidi. So as a younger person, put more money on investment which have a tendency of appreciating in value kuliko zile ambazo tunaita ni fixed income security. Kijana usiwekeze kizee. Mzee anaambiwa kawekeze kwenye bondi, alafu na kijana na mwenyewe anachukua hela zote anawekeza kwenye bondi. Hujui tofauti ya kijana na mzee. So fuatilia hiki dada alichokisema, amekizungumza vizuri kabisa, na amezungumzia upande wa pili, safety of income. Kuna capital growth, kukuza pesa yako, na kuna kupata faida ya fedha taslimu, kipato. So don't focus on kipato, nenda kajenge mtaji ambao utakupa pesa nyingi baadaye. So nafikiri nimelijibu. Kwa hiyo kama unataka kujua sehemu ya kuwekeza, ya kwanza kwenye biashara, ya pili kuwekeza kwenye hisa, ya tatu kuwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Hizo ndio top priority probably kwa vijana, kwa sababu na mimi najiandaa na session ya vijana. Nafikiri mmeona matangazo kule Ngome kesho kutwa. So vijana lazima wajialign kwa priority. Kijana anayeweka pesa nyingi sana kwenye fixed income security yuko kwenye hatari. It will never happen a time ambapo atakuwa na substantial amount of money unless atumie muda mrefu sana kwenye kuwekeza. Yeah. Kitu kizuri, lakini it will take time. Naona mwalimu, kuna watu wameondoka na nyundo inaitwa sijui inasema kijana usiwekeze kizee. Naona hiyo ndio imeresonate na watu. So I'll take it as the last question, tusimchoshe mwalimu, because I think this is also something that I answered, ila tutampa mwalimu a little bit of room kuongelea. Kuna mtu amesema kwamba anaomba please talk a little bit about sentimental, fundamental and technical analysis. So may you kindly help us with that, and then we'll just be able to call it a night. Mimi nitalizungumzia kidogo, lakini niwaombe tu hao wanaosikiliza
Huyu dada mi nimemsikiliza vizuri sana. Na nimekuwa nikimfuatilia, naona matangazo yake mengi sana. Anachokifundisha ni kitu sahihi, mwaminini tu. Mnaweza mkaniuliza maswali yale ambayo ameshajibu yeye, but basically you're prolonging your time and you're wasting your time. Just take action. Kama ningeona kuna mambo tata anayofundisha ningewaambieni hapa kweli no, lakini mi niwaombe tu fuatilieni kile anachofundisha. Kwenye hiyo swala la technical amelielezea technical analysis, maanake unafuatilia mwenendo wa bei. Amezungumza na mimi nilikuwa namsikiliza vizuri sana, maanake bei imepanda, bei imeshuka, leo ikoje, bei sasa hivi mkoje mchana, ambapo hiyo ndio inachukua muda wa watu wengi, na mimi naona Kijana wangu, hilo ni kosa kubwa kwa watu kutumia muda mwingi kujadiliana bei na kuangalia tu bei na kutiana na pressure na kurushana roho. So hiyo ndio technical analysis. Hii fundamental analysis dada ameielezea vizuri sana. Amesema unaangalia mambo muhimu na ya msingi ya biashara. Mimi nimemsikiliza word to word, na akasema unaangalia quantitative analysis ama ratio na unaangalia qualitative analysis. Kazungumza vizuri sana na akataja mpaka na mifano kwenye qualitative analysis, angalia management, sijui angalia nini. Basi mimi nilimfurahia, nilikuwa nasema okay, the lady knows what she's talking about. And then akazungumza sentimental analysis, ndio sikusikia sana, lakini sentimental analysis inamaanisha ni hisia na mihemko ambayo watu tunayo tunapofanya maamuzi kwenye kuwekeza bila kuangalia mambo ya msingi ambayo ndio fundamental analysis na bila kuangalia mwenendo wa bei. Ni kama vile mtu anakuambia mimi siwezi kuwekeza kwenye kampuni ya bia, then ukimuuliza kwa nini, anakuambia imani. Basi unatulia. Mimi siwezi kuwekeza kwenye kampuni ya sigara, kwa nini? Atakwambia labda mimi na changamoto fulani ya afya. Ni sentiment alizonazo. Mwingine anaweza kukwambia mimi siwezi kuwekeza kwenye benki fulani, kwa nini? Mimi utaratibu wao wa riba sikubaliani nao. Sawa, unamheshimu kwa uamuzi wake. Mwingine atakwambia mimi kampuni fulani siipendi. Ni maamuzi ambayo hayaongozwi na mabadiliko ya bei yanapotaka kuwekeza, wala na mambo ya muhimu ya kimsingi ya kiuchumi na ya namna hiyo. Yanafuatana zaidi na hisia, napenda sipendi, nachukia nataka sitaki. Ukiuliza sababu ya msingi unaweza ukatumia muda mwingi sana kuipata. Kwa hiyo ndio tunaita sentimental analysis. Ama emotions. Nafikiri nimejitahidi kuzungumzia kile ulichokizungumzia na ulikizungumzia vizuri kuliko pengine hata mimi. Asante sana mwalimu. Hili litakuwa kweli la mwisho. Ameuliza Shukuru, amesema samahani kwa vijana ambao hawana vipato, mfano wanafunzi hasa wanachuo, unanunua hisa lakini kuna kiasi huwa anawekeza kwenye forex na cryptocurrency. Mwalimu Busara, unaweza ukashauri nini hapo? Kwa hapo ni mainly kuhusu issue ya forex na cryptocurrency kwa vijana versus hisa. Sasa kama nimelielewa swali vizuri, karibu mwalimu. Huyu anasema ana pesa lakini ametaja aina 3 za vitega uchumi. Maybe anyoshe swali lake. Uwezi ukawa huna pesa na unawekeza kwenye hisa, unawekeza wakati huo kwenye cryptocurrency, wakati huo unawekeza sijui kwenye foreign currency, sijui wakati mimi mwenyewe yani, pamoja kwamba sio mwanafunzi, sina huo muda wa kuwekeza kwenye aina nyingi hizo za vitega uchumi. Sasa labda anyoshe swali lake, nikiji mwanachuo mwenye pesa za ziada anaona sehemu nyingi za kuwekeza kuliko sisi ama vipi? Labda aelezee tu swali ni straight forward plain man. Asiseme kwamba ni mwanafunzi ana pesa lakini anataja aina kubwa za mbalimbali za uwekezaji including kuwekeza kwenye mahali panapo demand hela za kigeni. Sasa pale pananichanganya, huyu ana pesa hana pesa. Okay, sawa. Huyu wa mwisho nadhani tu nitajibu mwenyewe nisikuchoshe mwalimu. Anasema unawezaje kukuza mtaji wako kupitia kununua hisa, au ni kampuni gani itakusaidia kukuza mtaji wako? Hii tumeongelea kuhusu capital growth.
kwamba sasa kwa upande wa hisa ina maana ni appreciation ya share price, lakini pia kwa kwamba ni kampuni gani itakusaidia kukuza mtaji wako, nilijibu pia kwamba mimi kukuambia uwekeze kwenye kampuni fulani bila wewe mwenyewe kuwa unaufahamu kwanza, ni kama vile it's a risky venture, yani kwamba mimi nikisema ufanye itakuwa ni, lakini pia kwako inakuwa ni injustice. Kwa ni vizuri ukajifunza kuhusu hisa kama unataka kuwekeza huko kwenye hisa, na nilitoa website yangu nikasema you can look in the blog. I've written about all those basic questions ambazo pia nilizitoa kwenye page za other financial educators kwa ajili ya uelewa zaidi. Yes, kuna mtu hapa amejitahidi kusema kwamba anaitwa Precious, amesema many young people are ready to invest in forex hata kwa jasho gani. People want quick money, na the fact that inspiration anazotoa kwa watu, the risk is not very transparent. Yes, mimi pia nishai kujifunza forex. Forex ya watu wengi wanafikiria kwamba it's quick money, kwamba imepanda leo hii imepata dola ngapi nitoe, lakini that forex ni business, yani ni kama biashara nyingine. Kuna mtu anakaa day and night, na tunasikia kwamba kwenye banks pia kuna traders, yani that's a profession, sio kitu ambacho kama upatu au bahati nasibu. So it's true kwamba watu wengi wanainvest kwenye forex because of quick returns. Sawa. Mwalimu, nikushukuru sana kwa kuchangia kwenye session ya leo. Umewaaminisha watu nachokisema. Asante sana. Lakini pia for everybody who participated today, nimepata na bahati nzuri ya kuweza kujibiwa moja kwa moja na Mwalimu Busara. Kwa wote pia nashukuruni. May you have a good night. The recorded session, I'll share it as soon as I can. Asanteni sana wote. Asante. Thank you. Have a good night. Good night. Thank you. Asante sana mwalimu. Asante sana, na wewe endelea kufanya kazi nzuri, kazi njema. Asante. Keep it up. Thank you very much. Na sikudai pesa yote kwa sababu it's a free webinar. That's why I usually keep it short. Alafu long session inakuwa ni kwenye Q&A. Kwa siku nyingine ukijoin pia karibu sana. Asante, nashukuru. Haya, muwe na siku njema.